Zungumzo hapa na kwamba watu wametafuta njia za siasa, mwingine anaenda anatafuta ripoti, anasema hii ni Auditor General, hii ni ya nani. 2024 tulisema sasa tunapiga tena hatua juu kwa ile ngazi. Basari tumeongeza tena kutoka ile 300 million, sasa tunapeana 500 million kwa huu mwaka. Hii basari yenye tumeweka hapa, hii iko ya shilingi milioni 200. Mwezi wa 6 tunarudi hapa, mnachukua milioni 100. Mwezi wa 8 mnarudi, tunachukua milioni 100, na Disemba tunachukua tena milioni 100. Hivyo ni kutoshelesha ile 500 million. Sio ati ni kitu yenye mwanakamati ati utafurahia sana kwa vile kuna kitu yenye utapeleka nyumbani zaidi. Lakini ile kitu inatufurahisha ni kujua ya kwamba wale wazazi wetu, dada zetu, ndugu zetu ambao wako kule wana mahitaji kubwa, sasa tunaweza kuangalia macho kwa macho na kujua tumeleta suluhisho afadhali kuliko vile imekuwa mbeleni. Na kwa hivyo nataka niwaahidi pia siku ya leo ya kwamba majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tukifikia mwaka tunaoenda 2025, hii basari tunairukisha tena hatua nyingine tugonge 700 million. Tukifika mwaka wa 2026, I have no doubt ya kwamba basari ya Kiambu tutakuwa tumeweka 1 billion ya kupatia watu wetu. Ninagojea sana siku ambaye natarajia, najua itafika hivi karibuni, tukimaliza hiyo 2026, when the county government of Kiambu will take the first initiative to declare all secondary school day scholars free because the county government will pay. Na sisi tuko tayari kupiga hatua za kubadilisha. Sisi we are the highest populated county number 2. Hivyo ni kusema hata watoto wetu kwa mashule ni wengi. Na hao watoto wote ukikagua na utafute mtoto yeyote anasoma kwa public school, hakuna hata mmoja sasa akifika asubuhi hakunywi bakuli ama kikombe mzuri ya uji ya vitamin. Tukasema ya kwamba kila mtoto kila siku 3 anakuwa anakula mayai kwenye shule. Hivi karibuni tukasema kila mtoto atakuwa anakunywa maziwa ambayo tumetoa na tuishatoa. Haya mambo yote yamewezekana. Huu utaratibu ambao tumeanzia wa kupeana basari ni funguo mpya tumeleta kwenye hii county. Nataka niwatangazie pia members wetu wa county assembly na nyinyi ya kwamba sasa hii kazi ya kupeana basari itakuwa rahisi, kwa vile tulishapata ile tunaita basari management system ambayo tunaweka sasa. Hivyo ni kusema kama ni mjumbe wa hapa wa county assembly kwa eneo lako na kamati yako, wale watu mlipatia basari mwaka uliopita na ule ingine, mnaweza kuweka orodha nzuri ambayo wewe ukifungua tu kompyuta unaona beneficiaries wote ni wagani. Wenye wamefanya application inawekwa tena, wanaonekana wote ni wagani wamepata application, wamefanya application. Wenye wamepata wakati huo inawekwa majina. Sasa kila pahali kwa county unakuwa unahakikisha ya kwamba mtu wa Kiambu amepata basari. Ya pili, kuna wale wenye ni continuous beneficiaries. Hawa unakuwa unajua kwamba huyu ni mtoto ako kwenye mpango wetu, kama ni yule wa kupeana full scholarship ama basari yake inahitajika kila mwezi, unaweka kwa orodha yake kwa huo mtandao. Sasa tukishaweka namna hiyo, kazi inakuwa wazi na inafanyika vizuri. The vocational training centers zetu, hizo vocational training centers, vile chairman wetu wa kamati amesema hapa, ni maono na mpango wetu ya kwamba tutahakikisha kila ward iko na vocational training center ambaye iko na full equipment. Nataka vile hii department yetu ya education vile wameambiwa, hata mimi nakubali ya kwamba wamekaza kamba, wanafanya kazi nzuri, lakini isiwe tena tukiwasifu mkwe ule husifiwa anaenda anaharibu kazi ama namna gani? Jameni, tuwasifu na nikuambia njia bado ni ndefu, kuna kazi mingi ya kufanya. Kwa hivyo that you have done well, do even better. Kwa hizi vocational training centers mimi nimekusudia at least kwa wadi 15 kwenye mwaka huu wa 2024 tutakuwa tumeweka zile mashini tunaweka za Kebro making machines. Tayari tumeanza Roiro na Mogoga, tunaelekea kwa Mbera, alafu tuende Kalimoni kule na tuende kule Keganjo. Alafu tuchukue round 2 tena tuweke zingine. Hivyo ni kusema ya kwamba
tukifunga tena mwaka, vijana wetu ambao wanasomea kwa hizo shule na wenye wako kule nje, tutakuwa tunawakusanya. Unapata VTC center moja iko na karibu vijana 500 wanashughulikia kwa hiyo VTC center. Hiyo pia itaongeza maarifa kwa mitaa zetu. Education, and this ensures that all our citizens can afford school fees, and it reduces school dropouts. It reduces early pregnancies, and we all know the role that education plays at the community level, because we know it breaks the cycle of poverty and improves standard of living, prevents crime and violence, prevents substance abuse by promoting positive behavior. In summary, and even as I conclude, I say that education is the equalizer, because it gives equal opportunities to all citizens, regardless of their background or socio-economic status, where everyone is given an opportunity or a chance to succeed in life. And with this, I would like to encourage all our people, all our citizens of Kiambu County, if you can afford, please let us all endeavor to support and to enable our struggling neighbors. Na mimi nakuomba kama udhis, ongeza watu allowance kidogo. Ya pili, sisi kama vile tulichaguliwa kama MCS wa Kiambu, governor tuliketi naye chini na tukasema tunapigana kwa vitu tatu. Ya kwanza ni ukabila, ya pili ni njaa, ya tatu ni ujinga. Sasa ukabila si niko hapa? Kiambu hana ukabila, ndio maana niko hapa. Mambo ya njaa, si tunapeana mbolea na si tunapeana kuku. Sasa mambo ya ujinga ni kutengeneza mambo ya masomo, si ndio maana niko hapa? Sasa hapa ndio maana tunapeana maziwa, tunapeana uji na tunapeana mayai. Alafu on top of that tunapeana basari. Sasa asante sana governor. Tondona aria kimakiuaga turutite wira, aya ni aira ati gavana ni arutite wira. Profesa, daktari, wakili Paul Kimani Wamatangi. Bwana Yesu asifiwe. Nione kwa mkono wale wamependa Yesu. Asanteni sana. Wenzangu wanyamaze sababu Simio ndiye naongea. Mimi niko na maneno kidogo sana. Governor, hawa watu sijema na kila wakati. Asanteni sana Your Excellency Dr. Kimani Wamatangi, gavana wetu, wote wa Kiambu, na wasalimia katika jina la Yesu. Hamjambo? Na mimi nimesimama hapa nikiwa kiongozi walio wachache. Huyu Odhis Power anasema alichaguliwa, hakuchaguliwa, ni mimi nilimpatia hiyo kazi ya kuongoza wana Kiambu, na najua utafanya hiyo kazi. Your Excellency, mimi nakaa kwenye ile kamati ya budget. Na kwenye kamati ya budget unasema unataka tulete kule tupitishe na kuangalia the needy cases za mashinani ambao tunataka kuwapatia basari. Na niwapongeze sana, raundi 3, tunataka tuongeze raundi nyingine hii, tushikanishe waongeze pesa vile umesema. Tumechapana na ni ya kurudisha vijana wetu kwa mashule ya TVET. Na sasa madukani hawatapata.
tunawapatia basari, wanaingia TVET, wanaenda kusoma masomo ya kazi ya kufanya oversight, na watu wa Senate wafanye kazi yao, si tufanye yetu ya kuangalia hesabu. Na Mheshimiwa Odhis amesema vizuri, vita ya kusumbua yetu wamekusumbua kwa sababu likataa na kifunguo ya kaunti hapa kwetu kuliwe na wale mabwanyenye. Your Excellency, sasa wamegraduate tena, tuwe tu na huko maneno na mnaanza kuchapisha. This week nimeona wakiandika ya kwamba kaunti yetu ndio iko kwa vile mstari ya mbele kwa kupona mali ya umma. Tunajua mbinu zote ambazo mnatumia nyinyi, na sisi kamwe hamtatuchukulia ujinga sawa. Lakini mambo ya kuchapisha, mambo ya uongo ambayo haina mwelekeo, kuanzia siku ya leo, wanahabari tunawaambia tafadhali mkomi. Hesabu za serikali vile umeona nyinyi ambao mmeketi hapa, wale MCAs wametoka hapa ni wajinga kweli? Mlienda kuchaguana mkachagua watu wajinga? Tunaomba Senate wakae kwa kazi yao, ambao tumeongeza maradufu ya kuongoza ushuru wetu. Na ule mwingine tuliongeza kutoka 3.2 saa hizi tulikuwa okota 3.6. Nataka nichukue nafasi ni shukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha ambalo tumepatiwa na katiba yetu na watu wetu. Asante. Sasa Saidi anasaini ndio hiyo 500 million. Asante, makofi wapi? Ndio sasa gavana anaichukua juu hapo mbele. Tuko hapo, tusonge nyuma kidogo. Asa mambo ndio hiyo 500 million. Sasa ndio hiyo. Wapi makofi? Sisi tumekaa chini jameni, all the chairman na viongozi wote. Asante. Tukimaliza tujiandae wa Kikuyu. Watu kutoka Kikuyu naomba mkaribie. Sigona. Sasa tunarudi kuja kuchukua nini? No. Wakati watu wako wanaitisha check, tuwasaidie unakuja. DJ, sasa ndio tuendelee na program. Naomba ndio sasa tukiwa tuko ready tukiendelea. Naona watu tuko ready na watu wagoja ni wapange mambo ya chakula.